Mzigo unaanza, kuna mwamba kamaliza kufanya kazi yake, lakini kuna kitu kinamshangaza. Anaona picha, anasema, "Hii, yule ni girlfriend wangu." Bosi alompa kazi anamwambia, "Bwana kijana, ukiendelea na utani usitokuwa nakupa madili bwana." "Hapana, mimi nipo serious. Huyu ni girlfriend wangu anaitwa Ami." Akamtaja jina, ndo mwamba anashtuka anasema, "We mpumbavu, inakuwaje umejua hadi jina lake? Nipe picha alafu ondoka hapa." "Mkuu nisikilize, mimi nachokwambia ni ukweli, bwangalia hapa. Nimepiga naye picha mdada huyu." Bwana ni upuzi gani? Hii ni Photoshop, hii edit." "Hapana bosi, mimi nitakuprovia hilo. Mimi nampigia hata video call." Somona, nimemsave Ami my love. Sasa nampigia video call ujishuhudie bosi. Mwamba akapiga video call, unaambiwa sasa hii. Akapokea mwanadada yule anasema, "Hi my darling." Bwana baby vipi, ulikuwa unashangaa? Sasa mimi naomba leo tukutane." Mwanadada akamwambia, "Hapana, leo nipo busy bwana, labda kesho." "Sawa basi, kiss baby, kiss." Mwamba akamwambia, "Umeshuhudia?" Sasa mwamba ndo akasema, "Kwa hiyo umesema yupo busy kwa sababu anakuja kuonana na mimi, si ndio?" Mwamba huko akasema, "Sasa inaonekana wewe unatuchezea mchezo wote na mimi huku nitamfundisha somo." Mwamba akasema, "Sikia, kwa alichotufanyia mdada huyu hatuwezi kumexpose kiurahisi hivyo." Mwamba akasema, "Haina shida, nina idea, nina wazo." "Je, atafanyaje?" Mwanadada anarudi nyumbani anaita, "Hani, nipo nyumbani." "Vipi unanisubiri?" Ghafla anashtuka anakutana na ngachuli mwingine, alafu ni mrembo ile mbaya. Anamwambia, "We nani?" Na ngachuli anauliza, "Mimi nikuulize wewe, unafanya nini nyumbani kwangu? Nyumbani kwako?" Jamani, hapa mimi nilikuwa naishi na boyfriend wangu na hilo ni gauni langu. Jamani, sweetheart amenipa mimi katika anniversary yetu." "Nini?" Makubwa, yani mmepiga hadi picha." Ikasikika sauti ikisema, "Jamani, nimefika, nipo hapa." Bwana, sasa sikia darling, hivi unaweza ukanielezea jamani, huyu ni nani na anajaribu vitu vyangu msichana huyu?" Mwamba akaita Hani. Mwanadada akajua ni yeye, akauliza, "Are you alright?" Akampita. Mwanadada akasema, "Umeona huyu mwanamke kichando ananiogopesha. Bwana, toka nje la sivyo nitaita polisi." "What? Kwani kinaendelea nini jamani? Unaachana na mimi kiurahisi hivi? Mbona sielewi jamani." "Bwana, mimi we mdada sikujui." "Nini? Sikujui? Ondoka nyumbani kwangu, nitaita polisi." Bwana, kumbuka ni sehemu ya mtego, ni sehemu ya mpango. Mwanadada na midosho ile mbaya. Akamwambia, "Sikia, unajua nini we mkaka? Mimi kuhusu wewe bwana. Mimi sijali, baki na huyo deshi wako Mwamba alivyoondoka akapiga simu kwa Mwamba kule akamwambia, "Sikia, hapa ameondoka. Nadhani anakuja kwako." Na hii ni sauti ya Ego. Mdada akafika huko anasema, "Yani kipenzi jamani, leo nimetoka mapema. Hello." Mwamba akasema, "Samahani, wewe mdada ni nani? Mimi sikujui." "Jamani, kipenzi umelewa eti?" "Mimi si Ami." "Hapana, mimi sijalewa. Mimi ni girlfriend wako lakini." "Jamani, excuse me girl. Mimi na girlfriend bwana. Ni ule kule." "Jamani, sorry baby, nimechelewa." Akaja tena ngachuli yule ana gauni lile akasema, "Wewe tena? Jamani, kwani mnajuana?" "Hapana, mimi simjui." "Wewe ndio nilikuwa na kule kwenye nyumba ya boyfriend wangu mwingine." Umesemaje? Kumbe una boyfriend mwingine?" Mwanadada akajichanganya, ndo Mwamba akatokea akasema, "Kumbe una zaidi ya mmoja?" Wadada wa kibongo wanajua vipi ni wakugonganishia hivi uongo, yani wanakula ukija kushtuka. Sasa Mwamba anasema, "Kuna haja ya kumake excuse, game limeisha." "Sawa basi, lakini hamwezi mkaniacha wote wawili." Bwana, ni kuchelewa sana hiyo." Mwanadada kimemramba. Mwamba anasema, "Hakuna anayekuhitaji, hakuna anayekutaka wewe anymore. Jichenge namna hiyo bwana." Basi mwanadada anaondoka. Bwana, dondosha comment hapo, like, share, alafu niambie wadada wa kibongo kirahisi hivi wakugonganishie. Na hii ni sauti ya Ego, sauti ya Radi Mfalme. Mizigo full ni YouTube kule, akaunti ni Yazdan Rex Ego. The reason we are alive is because of a piece of dust in Africa. This is a true story no one knows. Every year, dust flies from the Sahara Desert all the way across the ocean to the Amazon rainforest. This dust is 27 million tons and it's full of phosphorus. This phosphorus is the perfect food for Amazon trees. It lands on the Amazon trees and keeps them alive.
And when the Amazon is alive, it produces oxygen. 20% of the world's oxygen comes from the Amazon, and that oxygen keeps us alive. So yes, our breath is linked to a journey of dust from a dead lake in Africa to a forest in South America to the lungs in our body. We owe so much to this piece of dust in Africa. That's 1 minute. See you. A man was rowing his boat and bam! Another boat slammed right into him. He got angry. Come out, let's fight it out! But then he looked closer and realized the boat was empty. There was no one to blame, no one to fight, just an empty boat drifting away. That's when he realized the anger wasn't coming from the boat. It was coming from inside him. This is called the empty boat, and it's everywhere around us. The storm that ruined your weekend, the flight that got delayed, the computer that crashed and lost your work. These are empty boats. No one to get angry at. It's just life drifting into you. Stop wasting your life on anger and see every boat as empty. That's 1 minute. See you tomorrow.